Wewe mzee wewe. Hivi wewe unajikuta nani wewe? Sitaki kusikiliza. Unakaa na deni langu, unakaa na hela zangu muda wote alafu mimi unanichukulia hapo. Wewe unajikuta nani? Nataka uniambie. Hapa nilipo nadaiwa hela kila kona na madeni. Kausha damu nimo, mdogo wangu anadaiwa hela chuo na natakiwa ende shule. Afu unaniletea pigo za wewe mzee. Hivi wewe baba, unajisikiaje kukaa huko ndani hata hujalipa kodi? Yaani na ninajua nisikie ila ni jeuri yako tu. Hivi nyuma unajua hata tofali lake moja inauzwa shilingi ngapi? Wewe mzee, naongea na wewe. Na utoke huko ndani unipe hela yangu. Unataka kipindi unafikiria kujenga majumba kama haya, wewe ulikopo unafanya starehe, unafikiria wanawake. Unadhani hivi unadhani rahisi kujenga nyumba kama hii? Naomba utoke hapo ndani unieleze na unipe hela yangu. Cheki hapa yenyewe kwanza. Hapo ulipo na miaka zaidi ya 50. Kuna mtoto, hujazaa na sijui kwenu, na sijui. Yaani wewe baba wewe unatia aibu na nyinyi ndio mnaotuibia ndani vijiko. Jinsi tu nimepoteza pale ndoo yangu, itakuwa ni wewe na ngo unako nikague hiyo ndoo na hela yangu nipe na uame hapa. Wewe mzee, ina maana ndio unisikia ujeuri. Baba yetu kaangaika kujenga hii nyumba. Kasota. Afu wewe huko ndani unakuwa kama vile unisikii. Sasa hii nyumba ni ya kwangu na mimi ndo nimeachiwa. Wewe hiyo hela utaitoa na kuhama utahama. Shares. Baba yetu kaangaika kujenga hii nyumba. Unavyoiona hivi yote nzuri, unakanyaga tiles, okay? Lakini wewe hela kutoa utaki wewe. Hela yangu utatoa na kuhama utahama. Sitaki mimi wapangaji kama umekaa huko ndani na nimepeana ovyo, sio unakula nini afu hela yangu utaki kunipa. Hivi wewe baba una akili? Hii nyumba utanikoma. Mimi sio nimeachiwa. Wewe utanijuta, hela unatoa. Chefu na ninakusubiri. unajikuta nani wewe? Sitaki kusikiliza. Unakaa na deni langu, unakaa na hela zangu muda wote alafu mimi unanichukulia hapo. Wewe unajikuta nani? Nataka uniambie. Hapa nilipo nadaiwa hela kila kona na madeni. Kausha damu nimo, mdogo wangu anadaiwa hela chuo na natakiwa ende shule. Afu unaniletea pigo za mimi. Mwanangu hajanitumia hela yuko Ulaya. Ndio maana shida kulipa. Hapo kwanza nicheke. Wewe mwanao yupo Ulaya? Hebu rudia. Yuko Ulaya. Wewe ndo mwanao yupo Ulaya? Angekuwa Ulaya ungekuwa unaishi humu ndani babu. Ungekuwa unaishi chuo cha kuchangia babu. Ndani una kila kitu. Shuka lenyewe uliniomba mimi. Alafu oya usini oya, mimi nitakupiga kichwa ujue. Ngoja kwambie mwanangu. Mimi sio shida kupigana na wewe. Ila mimi sipendi tu kwa sababu tunaogopa. Nipige. Wewe si bondia? Nipige. Mimi mwenzako hizo mambo wewe umeanza 90, mimi 100. Tungekuwa na kitu hapa ningekupona natamani kuna. Niache nifanye kazi afu nikirudi. Oya. Maneno hayo
ni mageni kwa mgeni hapa Dar es Salaam. Umesikia? Ila kwa mimi nguli niliyepitia mambo yote, nimekaba, nimeiba, kila kitu nimefanya. Kwa hiyo huwezi ukanificha kwa chochote. Si umenielewa? Sasa sikia, nakupa kodi na kusomesha. Ukirudi hapa jioni, nataka hela yangu. Na usipokuja na hela yangu, oya, unanielewa? Tulia basi nikusomee. Usipokuja hapa na hela yangu, oya, nakutupia vitu vyako, nenda Ngwinde huko kwenu kijijini. Wewe si mwanao polaya, sasa utamfuata. Si unanielewa? Afu usiniangalie hivyo, shusha macho chini. Kuna deki, yaani unadaiwa afu unamwangalia mtu anayekudai hivyo. Wewe. Chance. Nenda kazini. Na ukirudi hela yangu naitaka. Oya. Kamu. Mazingira machafu, alifanyi usafi, yani mazee mengine bwana, yani ni kinyaa. Kaka Istano kata nisaidie. Be. Vipi? Safi, bado tunafagia. Ngoja kwanza. Wewe, umpangaji wako umemfanya nini? Maana nimemsalimia hata hajanitikia. Wewe unajua dada hapo. Ila nitakuelezea. Kwanza tuachane na hayo ya huyo mbabu. Nenda pale kanunue vitafunio tuje tunywe na chai. Vitafunio tena na wakati ulisema kwamba pesa huna. Na ulisema kwamba tutakula mchana. Imekuaje? Nakupa mimi hela dada yako, nipo. Unawaza nini? Hapa mjini watu tushachekesha kitambo tu yani. Kalete vitumbua na wewe jinunulie unachokitaka. Mimi nilete vitumbua, sawa? Sawa. Aleta kama. Nenda. Afu uwai. Uwai Mariam. Sawa, nimekuelewa. Hodi. Hodi. Wewe nini unatusumbua watu na nyumba zetu? Wema. Kwema. Maana umenipigia simu yako kanitia pressure nikajua huko kuna mgonjwa. Kuna mgonjwa? Sasa nisikilize kwa umakini. Hivi wewe umezunguka nyumba zote ukoona pa kumpeleka yule minyama, si ndio? Umeamua kuniletea mimi hapa mzigo, yani umenishinda. Wewe unamjua marehemu mama yangu vizuri, yani unamjua marehemu baba yangu vizuri, unamjua mdogo wangu, unanijua mimi, tena mimi ndo nanijua sana. Umeelewa? Wewe sio kwanza kuniletea matatizo huku ndani. Mtu kwanza si ulimleta hapa akiwa bachelor, si ndio? Yule baba ndo bachelor kabisa. Hapa ninavyokuambia kitanda hana, ndoo hana, chochote kile kitu hana. Ana hizo nguo alizovaa. Kwa kila siku kwa chooni ni huzuni, ni kifo. Umesikia? Sasa hebu ngoja kwanza bibi. Mimi bwana umezungumza vitu vingi nimekusikia. Ila sijakuelewa. Hebu ongea nikuelewe. Shida iko wapi? Kuna tatizo gani? Mimi ndio mjumbe dalali, nikusaidie ni solve tatizo. Watu wengi mimi wananitegemea. Kwani nikusikiliza peke yako kicha kitauma. Na watu karibia 100 wanasubiria mimi siku ya leo nishughulikie na hao watu. Shida iko wapi? Kwanza kitu anachonikera, ananilepeana tu mndani. Kila siku jioni naona anapita na vipaseli, mara hivi, maji, nakwambia anywe maji ya bomba, anakunywa maji ya kununua. Tena ya 700, anapita nao kila siku. Sasa mimi ngoja kwanza nikuulize wewe mama. Kwa hiyo shida ni vipaseli vinavyoingia navyo ndani ambao vinakufanya wewe uone haya, upate wivu, ufikirie kuhusu kodi yako, au hiyo hela ambayo unatakiwa alipe kodi ndio imsomeshe wewe mdogo wako? Sikiliza nikukumbushe kitu hiki. Mimi mwenzako sina njia ndogo ndogo, upo, sina shida ndogo ndogo, nakula kila siku milo hii. Tena ninachokitaka sembuse nianze kuona vipaseli, nianze kutolea macho. Siwezi tolea macho vipaseli vya ugali na nyanya chungu babu. Wewe unanioneje? Mimi hapa nilichokuitia kitu kikubwa. Nataka wewe mnyama uzembe aame, anilipe kodi yangu ya miezi 3 ninayomdai, atoe kila kitu chake humu aame.
Uko chooni kila siku anaacha mafurushi, mablungutu kila siku. Hivyo ni kunifanyia mimi hivi dalali mjumbe? Yaani ameacha mzigo? Ndio. Yaani katika kosa kubwa sana alolifanya yule bwana ni kuacha mzigo chooni. Anaachaje mzigo? Yaani kwanza mimi nataka nikwambie kitu kimoja usichokijua. Kama kafanya utaratibu huo, yaani lazima aame kwa sababu mimi ni mjumbe dalali. Kwanza nikupe CV zangu usizozijua. Mimi lile bunge la Tanzania ndio nimelipangisha mimi. Serikali ilinifuata, subiri usimtie kibao. Serikali ilinifuata, ikaniambia nataka sehemu ya kupanga ili iendeshe shughuli zake za kiserikali, nikapangisha bunge. Naambiwa walinifuata mimi, bwana dalali tunakuomba tutafutie eneo sisi tufanyie bunge. Walikuwa wanalia vizuri. Nikamwambia msijali, punguzeni pressure, nyinyi mtapata. Ndio nikawapeleka kule, nikawapangia kule. Kwa hiyo kisheria kunakuwa na mwanasheria wa kiserikali, bwana vizuri mganga wa kiserikali, dalali wa kiserikali, kiongozi wa kiserikali, rais. Bwana vizuri. Sasa mimi serikali ya Tanzania kiujumla kwenye engo ya kiudalali inanitegemea mimi. Kwa hiyo usinione tu mimi hapa nipo labda ukanichukulia poa. Nikiacha kupangisha bunge, bwana vizuri, la kufanya mikutano, sehemu za uwaziri, kufanyia mikutano, Ikulu nilipangisha mimi. Ndio baadaye wakanunua. Dalali vipi tunaweza tukanunua hapa? Nikaongea na rais kama sasa chukueni kwa sababu nishawapa nini? Fursa. Kwa mimi ni mtu mkubwa natoa fursa na mimi ndio Ikulu mwenyewe. Yaani Ikulu ndio mimi. Ndio akasema dalali vipi jina lako Ikulu? Nikamwambia chukueni. Kwa sababu zilikuwa na trendi ndio nikawatrendisha. Sio wewe ndio mimi. Tukiachana na hilo una lingine? Sina lingine. Ndio hayo tu. Sasa mimi nikwambiaje lakini kitu kingine usimdharau mtu usomjua binti. Umeona mimi nina hela na mimi ndio kiongozi wa serikali na mimi ndio kila kitu na mimi na vyo vyote hapa nilipo brigadier so nini machinga nini kila kitu ndio mimi. Alafu mimi usichokijua baba yako namjua vizuri sana, mama yako namjua vizuri sana. Hata nyinyi mlivyokuwa wadogo nilikuwa nawalea, nishawatawaza, nishapewa muda wa kuwatawaza nyinyi. Nilikuwa naingia na nyinyi ndani na watawazia ndani bila vizuri. Alafu nilikuwa nachukua kuna muda naendesha gari ya baba yenu najiongeza, nilikuwa na nyinyi bila vizuri. Hasa wewe kama ulikuwa utakuwa na kumbukumbu wakati uko mdogo nilikuwa najiongeza sana. Kwa hiyo ukiongea na mimi mjumbe dalali usipandishe sauti kwa sababu mimi ndio mwenyewe. Alafu kitu kingine yule bwana na mtoto wake mmoja yuko Marekani huko Amerika ni katikati hapa Komoro Bangladesh hapa katikati karibu na Magomeni nini hapa. Magomeni wapi? Huko juu. Yupo. Kwanza wewe bwana hana mtoto anakaa wapi? Sijui mkoa gani, sijui nchi gani umesema? Hapa katikati hapa juu hapa ukikata hivi nini juu kuu. Jamani, hana huyo mtoto. Angekuwa na mtoto angekuwa anaishi maisha magumu. Malapa yamechoka, yameisha, baba ananuka ukurutu yule sijawahi kuona nchi hii. Wewe mama sikiza. Wewe unaongea sana. Umeelewa vizuri? Nishakujua una mdomo sana. Ngoja nikamfukuze.